Unapoenda ibadani, unaenda kukutana na Mungu, sio na mwanadamu. Kwa hata maandalizi yako ujue kabisa unaenda kupokea sauti ya Mungu. Kuna maelekezo Mungu anakupa. Nikwambia kitu kimoja, fanyia hii kazi. Unapoenda ibadani kila wakati, chukua yale maelekezo unayopewa ibadani personal, yachukulie binafsi, afu anza kufanyia kazi kwa wiki inayokuja, ama kwenye maisha yako ya kawaida, anza kufanyia kazi. Utaona matokeo makubwa sana. Kitu kingine, chukulia Mungu yupo hapa, afu unamwabudu. Jichukulie namna ambavyo utakuwa serious. Unamuona Mungu huyu hapa, afu unatakiwa muabudu katika roho na kweli. Ndio wewe unavyokwenda ibadani, watumishi na waongozaji wa ibada wote wanaokuwa pale mbele wamewekwa na Mungu. They represent God. Wanamwakilisha Mungu. Wambeba neno la Mungu kwa majira yako ili likuvushe mahali. Akikwambia saa 2 kamili tufike, fika saa 2. Sehemu ya transformation ya maisha yetu ni ibadani. Sehemu ambayo inaweza kubadilisha maisha yako kwa ujumla ni ibadani. Kwa sababu kule ndiko kwenye unakutana na Mungu, unaongea na Mungu kwa ujumla na Mungu anaachia neno lake kwa uwazi zaidi. Kwa sababu unaweza kuwa unaomba wewe binafsi hivi ndani, unaomba Mungu anaongea nawe usimsikie, lakini pale direct mtumishi wa Mungu anakuwa anaongea neno la Mungu, na ukalichukua kama lile neno la Mungu, Mungu anaongea na mimi, linabadilisha maisha yako. Sure, linabadilisha maisha yako.